Mwingine ataniambia mwinjilisti unamaanisha nini? Sikiliza, andika fungu litakusaidia. Zaburi 34 mstari wa 6. Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazingira wale wanaomcha Mungu na kuwaokoa. Unapoweka mazindiko nyumbani, maana yake umemwambia Mungu, sitaki malaika zako, ninahitaji nilindwe na makata. Sasa ukimkabidhi visi bucha, nini kitatokea? Wako watu wamedanganyika kwamba mashetani, majini yanakimbia mifupa ya nguruwe. Leo nataka tu nikudokeze kidogo. Kama jini hakuogopa nguruwe aliye hai, ataogopa nguruwe aliyekufa? Si ukasome tu Marko 5. Yesu aliwaambia mapepo yaende kwa nani? Sasa kama mapepo yaliingia kwa nguruwe aliye hai, yanaogopa mfupa? Yaani vingine vinahitaji tu akili ya kula sato na ugali kuvitambua, havihitaji degree. Sasa tutamshindaje? Jambo la kwanza, Ufunuo 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, kwa maana hawakupenda maisha yao hata kufa. Wakamshinda kwa damu, sio damu ya mtu mwingine yoyote, isipokuwa ni damu ya mwana kondoo, ni damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu shetani anachokiogopa ni damu ya Yesu, na hilo shetani hataki ujue. Kuna nguvu inayookoa, kuna nguvu ya ushindi katika damu ya Yesu. Haleluya, haleluya, damu ya Yesu. Ukitaka mashetani ya kuogope, ni nguvu ipo kwa Yesu, ipo katika damu ya Yesu. Shetani aogopi dini yako, shetani aogopi ilizi yako, shetani aogopi zindiko lako. Shetani anaiogopa damu ya Yesu. Damu ya Yesu, ika damu ya Yesu. Jambo la pili linalotuletea ushindi, Yohana 8:31 hadi 32, na mstari mwingine tutaruka tutasoma pia wa 36. Yohana 8:31 hadi 32 nasema, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Yesu anasema mkikaa katika neno langu. Kuna nguvu inayookoa, kuna nguvu ya ushindi katika neno la Mungu. Nisikilize jioni ya leo, hakuna nguvu katika neno la mwinjilisti, hakuna nguvu katika neno la mchungaji, hakuna nguvu katika neno la mhubiri, hakuna nguvu katika neno la askofu, lakini kuna nguvu katika neno la Mungu. Amina. Kuna nguvu, kuna nguvu. Kumbuka Yesu mwenyewe alimshinda shetani kwa imeandikwa. Haleluya, haleluya. Kwa imefanyaje? Imeandikwa. Huru kweli kweli. Kukalili ni ngumu kidogo. Aya, niende taratibu. Mwana akiwaweka huru. Haya, tuende hapo. Mtakuwa huru kweli kweli. Kama unahitaji uhuru, uhuru uko kwa Yesu. Kule kusini, kwenda kufanya mkutano kule kusini, sehemu moja inaitwa Nawaje. Wakati tunafanya ule mkutano, Nawaje ni miongoni mwa vijiji vinavyoogopwa sana kule Masasi. Ni vijiji vilivyojawa na wataalamu wa nguvu za giza. Ni vijiji vilivyojawa na wachawi. Nawaje, kwenda kufanya mkutano pale. Na tulipokuwa tunafanya mkutano, jioni moja kama hii ya leo, kijana mmoja wakati nimemaliza tu mkutano akaja nyumbani. Akaniambia, mwinjilisti, kwa muda wa takribani wiki 2 tangu mmekuja hapa, tumeona ya kwamba Mungu wenu ana nguvu. Bwana asifiwe.
Kwa nini? Anasema mimi unaponiona ni kijana mdogo, ni kweli, lakini kiukweli wewe uliza kijiji chote hiki, wananitambua ya kwamba mimi ni hatari sana hapa kijijini. Hata wazee wa kijiji hiki wananiogopa. Kamwambia kijana, wanakuogopa kwa nini? Sema mimi ni mtaalamu wa kuruka usiku. Huwa tunaruka usiku, na kwa kweli tumejaribu sana kufanya kazi hiyo hata kwenu, lakini kila tukija tunakutana na moto. Kila tukija wakati fulani nyumba yenu hatuioni, tunaona tu bahari. Kwa hiyo mambo yamekuwa magumu, nami nimeamua kujisalimisha kwa Yesu. Kamwambia kweli? Kijana sema ndio. Nikamwambia kalete vile vitu. Akaenda nyumbani. Wakati anaenda nyumbani akakutana na wataalamu wazee. Wakamwambia kijana, tumeona ulikuwa pale ulikuwa unaongea. Akamwambia nimeamua kusalimisha kwa Yesu. Wakamwambia hao watu wakiondoka, wewe vipeleke hivyo vitu vyetu huko, lakini wakiondoka hao utatutambua sisi ni wakina nani, tutakushughulikia. Yeye akawaambia hawa watu wataondoka, lakini Yesu waliyemleta hataondoka. Amen. Akaenda akaleta vitu vyake, tukatia moto. Bwana asifiwe. Mikoba, matumbuli ya kutosha. Tulipoyachoma moto, kijana amejisalimisha kwa Yesu, akabatizwa. Na unajua nini kilitokea? Baada ya mwaka mmoja nilipita kwenda kijiji kingine mpakani na Msumbiji, nikaletewa barua kutoka kwa yule kijana. Kijana anasema, ninashukuru kwa kutuletea Yesu kijijini, maana tangu nimempata Yesu maisha yangu yamebadilika. Mimi sio yule kijana wa kale niliyekuwa nateseka. Usiku silali naruka na mafisi, usiku silali ni uchawi, lakini sasa usiku wote ninalala. Mimi ni kijana mzuri, hata hapa kijijini wananishangaa. Nikajua kile ambacho Yesu amesema, mwana akikuweka huru utakuwa huru namna gani? Sifiwe. Atakomesha kabisa magonjwa, atakomesha kabisa huzuni. Andika fungu hili litakusaidia. Naumu 1:8. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha mateso, wala hayatainuka tena. Usiwe na mashaka juu ya ndoa yako, usiwe na mashaka juu ya afya yako, usiwe na mashaka juu ya uovu wako. Kimbilia kwa Yesu. Siku moja Yesu atakomesha hayo yote. Usiwe na mashaka. Sasa sijui kwaya imbe, sijui ambao wameonewa na nguvu za mwovu shetani, wameonewa na nguvu za majini, wameonewa na nguvu za mizimu. Maana shetani ni muonevu tu, hana mamlaka yoyote juu ya watu wako. Hivyo katika masaa haya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakusihi moto ukashuke kwa imani, moto ukashuke kwa imani. Na ule moto unaposhuka, choma majini yote kwa jina la Yesu. Choma majini yote kwa jina la Yesu. Majini yawe katikati ya moto sasa, yateketee kwa mamlaka ya jina la Yesu, yateketee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, yawe ni majini makata, yawe ni majini maaba, yawe ni majini maimuna, yote yateketee kwa jina la Yesu. Kila aina ya majini, iwe ni misimu, ninaiamuru kwa jina la Yesu sasa yatowe. Nataka Yesu, nataka siku moja na mimi nibatizwe kama Yesu alivyobatizwa. Ikiwa ni kusudi lako, wakati kila kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefumbwa, inua mkono wako juu. Nitaomba kwa ajili yako, nitaomba kwa ajili yako, nitaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaona mikono ya watoto wako, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, wanajitoa kwako. Na kwa sababu wamekupa wewe maisha yao, mimi ninawaombea wabariki.
ninawaombea uwatunze. Ninaomba majina yao uyaandike kwenye kitabu chako cha uzima. Maisha yao tangu leo yao mikononi mwako. Asante. Hata kwa wale ambao watakuwa wanasikika katika vyombo mbalimbali, nao pia uwabariki, uwaponye, uwatendee mema kama unavyowatendea watu hawa. Kwa jina la Yesu tumeomba, Bwana na mkombozi wetu.